Nduruma Majembe, wakili mbobevu kama ambavyo amesema, ambaye anashughulika na sheria ama mashauri ya aina mbalimbali ikiwemo michezo, familia, uchumi ama biashara. Amefanya kazi nzuri huko. Sasa ndugu Nduruma, mimi sina elimu ya kutosha ama sina qualifications za sheria, lakini nipo nje ya Tanzania nafanya kazi zangu, huenda kuna kiasi napata. Lakini wapo Watanzania wengi ambao wako nje ya Tanzania pia wanatamani kurudi nyumbani ama kurudisha nyumbani. Wanaporudisha nyumbani warudishe kile wanachokipata kwa namna tofauti. Kuna anayewaza kufungua kampuni Tanzania, kuna anaweza kufungua kampuni nje lakini akapata washirika ama tuseme partners kutokea Tanzania. Kuna mwingine anawaza labda kununua mali Tanzania, inaweza ikawa ni nyumba, inaweza ikawa ni ardhi, inaweza ikawa ni kitu chochote ambacho anaona ni mali ananunua. Sasa niombe utupitishe huku kwa mtu ambaye yuko nje ya Tanzania, anahitaji kufanya manunuzi ama kuanzisha kitu ambacho kinahitaji ushauri ama maelekezo ya kisheria. Anatakiwa kufanyaje? Amtafute wakili huko aliko ama amtafute wakili ambaye yuko Tanzania anayeweza kuwa anaelewa context ya sheria ya Tanzania? Nafikiri kwenye kupata ushauri kutoka kwa wakili ni bora zaidi kupata wakili ambaye yuko Tanzania. Okay. Lengo la kufanya hivyo ni kwamba wakili ambaye yuko Tanzania ana uelewa na mambo na sheria za Tanzania, lakini pia mazingira ya kufanya kazi ya Tanzania. Lakini pia sisi mawakili ambao tumeapishwa ili kufanya kazi Tanzania, viapo vyetu vya uaminifu vinatulazimisha tuwajibike kwa wateja, lakini tunawajibika kwa Mahakama Kuu, kwa maana tuko chini ya Jaji Mkuu of course. Ndio. Sasa lakini japo wanasema ni Mahakama Kuu, lakini tuko chini ya mahakama. Ndio. Na sisi tunaitwa maafisa wa mahakama. Kwa ukikuta wakili ambaye anajielewa vizuri, ndio, track record yake ni nzuri, ni kasawa tu na dili na mahakama. Yani heshima yake iko katika notch hiyo. Wow. Kwa hiyo ni vizuri ukadili na wakili wa Tanzania, kwa sababu kuna njia nyingi sana za kumdiscipline na kumpata alipo. Kuliko utakapomtumiwa huku ambaye huwezi kuwa na uhakika sana kwamba akiama kwa mfano kutoka huku Dubai akaenda nchi nyingine, utamkamataje uweze kuhakikisha na inakuwa hivyo, ni tofauti. Kwa hiyo kwa Tanzania ninafikiri hiyo inakuwa ni manufaa zaidi kuliko wakili anayetoka sehemu nyingine. Okay. Lakini kitu kingine pia kwamba mazingira yetu tunayofanya kazi, akiwa ni wakili wa Tanzania, yeye pia ni rahisi kumfahamu. Kwa mfano kama mnauziana kitu, kumfahamu mtu mwingine ambaye yuko Tanzania anakiuza hicho kitu. Ndio. Ni rahisi yeye kukufanyia uchunguzi, kujua kama huyo mtu ni mtu mwenye kitu, yani tuseme ndo mmiliki halisi. Kwa mfano tuchukue ardhi labda gari, ni rahisi yeye kufanya hivyo kuliko mtu ambaye anatoka mbali. So maana yake ni kwamba kitu ambacho anaweza kukifanya Mtanzania kinaweza kuwa kinafanyika kwa gharama ya chini, more efficiently kuliko wakili anayetoka nje ya Tanzania. Japo anaweza kuwa uwezo uko ni sawa sawa. Hizo ni benefits ambazo zinaweza kupatikana kwa wakili wa Kitanzania. Oh, wow. Kwa mpenzi mtazamaji, inawezekana ukawa na mtaalamu ambaye anaijua sheria kwenye nchi ambayo upo au kwenye eneo lako, lakini muhimu kama unafanya kitu Tanzania, ametuambia wakili Nduruma kwamba ni muhimu tukamtumia wakili ambaye yuko Tanzania, kwa sababu kama alivyosema kwamba ukidili na wakili ambaye ana track record nzuri ya mahakama ya uwakili wake Tanzania, ni sawa na unadili na mahakama, kwa sababu yeye ni afisa wa mahakama. Tunakushukuru kwa hilo. Sasa ni ngumu ama ni rahisi kiasi gani kwa Mtanzania aliyeko nje ya Tanzania akitaka kufungua kampuni ama akitaka kununua tuseme
niseme Issa wakitaka kuwa na ushirikiano wa kibiashara na kampuni ambazo ziko Tanzania, ni ngumu ama rahisi kiasi gani? Ni rahisi sana. Kwa maana kwamba maboresho ya mfumo wa usajili wa makampuni ambao unawezesha usajili wa kampuni kufanyika ndani ya muda mfupi sana kwa njia ya mtandao online. Online registration ambayo nafikiri inafanyika kupitia kwenye mfumo unaitwa ORS. Nafikiri ni online registration system. Yes. Sasa hii ORS inakusaidia wewe kuomba jina, kutunza jina, kusajili jina la biashara, kuomba jina, kutunza jina, kusajili kampuni, lakini pia kukagua taarifa za kampuni. Kwa hiyo kama unataka kununua hisa kwenye kampuni ambayo hujaifungua wewe, unaweza ukaingia kwenye mtandao ukaweka unachotaka kufahamu na utapata hizo taarifa kutoka kwa msajili moja kwa moja bila hata wale wenye kampuni kujua. Kwa hiyo ndio wanasema due diligence, au kufanya uchunguzi kabla ya kununua. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kinachukua muda mfupi sana. Lakini zamani taarifa za kila mwaka za kampuni, annual returns, tulikuwa tunafanya kwa kuandika kwa mkono. Unachukua unapeleka kwa msajili, unafanyiwa assessment manually. Alafu unapeleka, unapigiwa muhuri, unarudi nayo ofisini, unaifaili kwenye physical file. Lakini haya mambo yote sasa hivi yanafanyika kwa mtandao. Okay. Kwa hiyo diaspora au mtu yoyote ambaye yuko nje ya nchi hahitaji kuwa nchini Tanzania kufungua kampuni au kufanya filings zozote zinazohusiana na uhai wa kampuni yake, ama kujua mwanahisa ni nani kwenye kampuni fulani ili kuweza kununua hisa. Kwa kuna hisa ambazo zinakuwa kwenye makampuni ya kawaida, lakini pia kuna zinazouzwa kwenye stock market, ambayo nafikiri pia huhitaji kuwa Tanzania ili kuweza kuzinunua. Kwa hiyo mimi nafikiri kifupi, kwa namna ulivyouliza swali, ni rahisi kiasi hicho. Wow. Maisha yamerahisishwa, uhitaji kusafiri kwenda Tanzania ukapewe physical file ulipitie kuona taarifa ziko sahihi, unaweza ukazipata online. Ama unahitaji kujisajili kama ambavyo amesema, unaweza kupata mwongozo kutoka kwenye ORS ambayo ni online registration system, ambayo iwe ni ya BRELA ama kokote ambako unahitaji, utahudumiwa vizuri kirahisi. Sasa kwenye hilo eneo la biashara, kampuni na nini, ninaweza mtu anayetaka kufanya partnership, labda tuseme yeye ni Mtanzania anataka afungue kampuni Tanzania, lakini yuko na partners ambao ni sio wa Tanzania, nayo inawezekana. Mfano, inawezekana mimi niko hapa nahitaji kufungua kampuni ya utalii Tanzania. Mimi na Mtanzania anatokea Tanzania, pengine napenda utalii, nikutana na mtu ambaye anatokea tuseme labda Thailand, ni Mthailand ambaye anapenda utalii, au tunaweza kufanya ushirikiano. Hii inaruhusiwa kwa Tanzania ama ni nini? Nitaijibu mara mbili, kwamba kuna diaspora ambao tayari labda sio wa Tanzania, kwa maana kwamba wameshaukana uraia. Lakini kuna diaspora ambao ni wa Tanzania kwa uraia. Tuanze tu kwa kifupi kwamba sheria haizuii mtu yoyote haijawahi kumzuia mtu yoyote kuwa mwanahisa au mkurugenzi wa kampuni. Kwa hiyo mnaweza mkawa ni wa foreigners hata wote kwenye kampuni na mkafungua kampuni Tanzania. As long as imefunguliwa Tanzania, itakuwa regarded kama local company, hata kama wanahisa wake sio wa Tanzania. Hiyo ni local company kwa sababu incorporation imefanyika local. Lakini of course kuna mambo ya ile kwamba ikiwa na foreigners kwa asilimia fulani, umiliki wake wa ardhi unaweza kukwamishwa. Kwa hiyo hilo tunaweza tukalishika kwenye segment nyingine. Lakini ukiwa na Malaysia au Thailand ambaye mnataka kufanya naye biashara ya utalii, mimi nataka kuassume kwamba
biashara ya utalii itafanyika Tanzania. Ndio. Kwa sababu kuna kampuni zingine zinaweza kuwa incorporated Tanzania lakini zikafanya biashara nje ya Tanzania. Kwa hiyo sasa tuchukulia kwamba ni kampuni ya utalii iliyokuwa incorporated Tanzania kwa ajili ya kufanya biashara Tanzania. Kwa hiyo nafikiri kikubwa ni ile tu kwamba uaminifu kati ya wanahisa, uaminifu kati ya wabia ndio kitu cha msingi, lakini hakuna sheria inayozuia wewe kuwa na ubia na mtu mwingine yoyote kwa ajili ya kufanya biashara Tanzania ama kufungua kampuni ya Kitanzania.